Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Nimekuja tena ili tuweze kuendelea pamoja kumega hii mkate kwa sababu neno la Mungu ni mkate, it is our daily bread. So nimerudi tena ili tuweze kusoma Biblia pamoja, ili tuweze kupata ufunuo kamili wa Biblia, ili tuweze kujielewa katika maisha yetu ya rohoni. Ndio tuweze kuweka maisha yetu ya rohoni sawa sawa. Kwa sababu mwanadamu anaishi mara mbili. Kuna maisha yako ya kiasili na uko na maisha yako ya rohoni. Sasa ningetaka tujiulize maisha yetu ya rohoni iko namna gani? How do you live your spiritual life? Na tumeona kwamba God tangu mwanzo alitaka baba yetu Adamu aweze kuishi maisha yake ya rohoni akiwa ndani ya neno. Na ukitaka kuelewa haya mafundisho vizuri, tafadhali rudi pahali nilianzia kwa sababu imekuwa ni kitu inaendelea. Ni masomo ninaendelea nayo. Na nikasema kwamba sio ati mimi ni mwerevu sana ama ninaelewa Biblia sana, lakini nikasema tutakuwa pamoja tukiwa na uwezo wake Mungu kwa sababu alitupatia neno, na neno ndilo uhai wetu, na neno ndilo linatutakaza, na neno ndilo linatuosha. Na tukaweza kuongelelea scriptures pale kadhaa jinsi tunavyooshwa na neno. Na jana niliongelea kuhusu Genesis chapter 3, mahali ambako mwanadamu ama baba yetu Adamu alipoachana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Aliweza kupewa neno, na hili neno likaweza kubadilishwa, na tukaona kwamba Eve aliweza kupeana moyo wake kwa shetani. Na alipopeana moyo wake kwa shetani, sasa mwanadamu akawa moja kwa moja. Bereni mwanadamu alikuwa na moyo wa Mungu. He had the spirit of God in him. Lakini sasa shetani amekuja kupitia Eve. Eve akawa haelewi neno la ukweli. Na sasa nataka tuende moja kwa moja tuone kwamba hili dhambi ilitoka wapi. Kwa sababu dhambi iko na kiini chake. Kuna mahali dhambi ilikuwa. Ndio tuweze tunapoendelea na hii mafundisho na tutakapopata ufunuo wa Kristo. Kristo ni nani? Kristo alikuja kufanya nini? Ni vyema tuelewe the foundation. The foundation, the origin of sin. Na sasa ningetaka tuende moja kwa moja kwa maandiko katika Ezekiel chapter 28 from verse 13. Tuone huyu shetani aliyekuja kupata Eve pale bustani la Edeni alikuwa wapi? Alitoka wapi? Na twende kwa pamoja moja kwa moja Ezekiel 28. Tafadhali na kusii, ukitaka kuelewa neno la Mungu, uwe na Biblia karibu na wewe. Na ninapotaja scripture, tafadhali uende kwa ile maandiko, uwe na Biblia yako, invest in your Bible. Because your spiritual life depends on what is written in that Bible. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Sasa nataka tuangalie moja kwa moja the origin of sin. Where sin originated. Juu nilisema sin was in the world even before Adam. Even before Adam was created by God, sin was in the world. Na tusipoelewa juu hii dhambi ndio imesubua mwanadamu duniani. Ndio imeharibu, ndio imesubua wanadamu wote duniani. Sin. Let's dig together in the word, the origin. Ezekiel chapter 28 verse 13. I want to read pole pole, leo ni mafundisho na itakuwa mrefu kidogo. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald,
and the cubincle and gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day thou was created. Ulikuwa ndani ya Edeni. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Akiki na yakuti majano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na sumaridi na baharamani na dhahabu, kazi ya matari yako na firibi zako zilikuwa ndani yako katika siku ya kuumba kwako, zilizotengenezwa tayari. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee, so thou was upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta, afunikae nami nalikuweko hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Praise God. Shetani alikuwa kerubi. Shetani alikuwa malaika. Angels do not have a body form. Inasemekana Shetani alikuwa na mawe yote tunayoyataja hapa duniani. Mawe ya thamani. Alikuwa ameubwa naye. Kizungu mimi ndio naweza Thou has been in the Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. Kila mawe ya dhamana ilikuwa inamfunika nani? Shetani aliyekuwa kerubi. Na huyu Shetani ndio ameangamiza dunia yote. Hiyo inatuonyesha kwamba Shetani alijua siri zote za mbinguni. Alikuwa ameaminiwa na Mungu kila kitu. Alikuwa ameinuliwa kuliko makerubi ama malaika wale wengine. Alikuwa amepewa mamlaka. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Aliwezaje huyu Shetani? Aliwezaje kuja bustani ya Edeni ndio aweze kuja kudanganya Eve ama aweze kudanganya huyu mwanadamu? Aliingia aje? Alitoka wapi? Ukitaka kuelewa hii mafundisho vizuri, Shetani ni nani, alitoka wapi, ujisomee Ezekiel 28. Sasa ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. That is Ezekiel 28 verse 13. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Alikuwa ameenda pale bustani la Edeni. Aliendaje? Na tunaona alikuwa anaishi na Mungu. Hapo tutaangalia the book of Revelations. Revelations chapter 7 verse 12. Revelations chapter 12, Revelations chapter 12. Revelations chapter 12 verse 7. Tumeona Shetani alikuwa kerubi. Alikuwa amefunikwa na mawe yote ya dhamana inayojulikana. Alikuwa amefunikwa naye. Na alikuwa anakaa katikati ya mbingu. Amekuwa amepewa mamlaka yote. Na ninajua, I can imagine, hata malaika wale wengine walikuwa wanamtamani. Sasa tunaona tena amepatikana katika Edeni.
amepatikana Edeni aje? Alifika Edeni aje? Tuangalie Revelations chapter 12 verse 7. Inasema hivi: kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Aha, tunaona yule kerubi, kulikuwa vita mbinguni. Kulikuwa vita mbinguni mahali alikuwa anakaa. Mikaeli naye akaweza kupigana na yule joka. Ndio tunaangalia aliingia bustani la Edeni namna gani. Kumbe ni vita ilikuwa mbinguni. Ndio shetani akuwe sasa ako bustani la Edeni. Kumbe mbinguni ni vita ilitokea. Na wakapigana na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Aha, malaika anapigana na yule joka pamoja na wafuasi wake. Ako na malaika wake wale ambao amenasa, na akaweza wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Wacha nisome hapo na Kizungu. Revelation 12:8. And prevailed not, neither was their praise found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audaganyaye ulimwengu wote, akatupwa hapa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Vita ilikuwa pale mbinguni. Shetani tunaona jina yake imetajwa pale. Alikuwa na wafuasi wakaasi, kukawa na vita, akapigana na malaika wa Mungu, alikuwa na wafuasi wake. Na sasa tunaona yule joka akatupwa hapa ulimwenguni. Na tunaona alikuwa mbinguni, na dhambi ilipatikana kwake mwanzo. Yeye he is the origin of sin. Na sasa tunamuona amekuja pale bustani. Kwa hivyo yeye alikuweko duniani hata kabla Adam hajaumbwa. Na tunaona yeye ndiye kiini cha dhambi. So, sin, dhambi, ni mbegu ambaye sisi wanadamu hatuna uwezo wa kuishughulikia. It has power over anybody. Kwa sababu tunaona hii mbegu ya dhambi iliingia ndani ya Eve. Na ndiposa Mungu alijua kuna joka, alijua kuna dragon, alijua kuna Ibilisi ako duniani. Na ndiposa Mungu akatoa neno kwa Adam na Eve, ili waweze wasipate ujuzi ingine. Na ndiposa aliwaambia, musile tunda la ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu ile siku mtakula hakika mtakufa. Mungu alitaka wakae na ujuzi yake, wakae na neno lake. Na huyu shetani kumbe ni mjanja, anajua mbingu vile iko. Alikuwa amepewa mamlaka yote. Tuendelee Revelation chapter 10. John the Revelator anasema, and I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength
and the kingdom of our God, and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. The accuser of the brethren. Kulikuwa na vita. Na mbingu ikajua. Woe unto men. The accuser. Ambaye anakuaccuse. Ambaye anasimama mbele ya kiti cha enzi. Akiweza kukustaki wewe. Haya, wacha nisome Revelation 12 verse 10 na Kiswahili. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mstaki wa ndugu zetu, yeye awastakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Mpendwa, je, utaweza kushughulikia huyu ibilisi, huyu shetani aliyeiba moyo wa mwanadamu, aliyeiba moyo wa Adam, akaweza kumtoa kwenye uwepo wa Mungu, akaweza kupanda mbegu yake ya kishetani, akapanda mbegu yake ya kishetani. Eve akajiona akiwa Adam na Eve wakajiona wakiwa uchi. Kitu ya kwanza walipogundua wako uchi, hii uchi ilikuwa ya kimwili. Kirohoni hawakuwa na roho wa Mungu tena. They were naked. Separation. Kifo ya roho iliingia pale. So Adam aliendelea kuishi akiwa ndani ya mwili, akiwa anashughulikiwa na huyu ibilisi, lakini naye Mungu, Yohana the Revelator, John the Revelator anaona, yes, kulikuwa na vita, na anaona salvation has come. Hii salvation ilikuja ulimwenguni namna gani? Wapendwa, let me tell you something. Sin is beyond you. Sin iliingia kupitia Adam. Let's see Romans chapter 5 verse 12. Romans chapter 5 verse 12 inasema hivi, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned.